السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nishukurani zake Allah subhanahu wa ta'ala, Mola ambaye amejalia tumefikia wakati huu baada salatu al-Jumaa. Ni matarajio yangu kwamba sote tumeitekeleza swala ya Ijumaa ndani ya siku hii ya leo. Ya Rabbi, takabalia ibada yetu ambayo tumeitekeleza ya swala ya Ijumaa na ibada nyinginezo ambazo tumezitenda na tutakazozitenda. Ya Rabbi, ziweke katika mizani ya hasanati zetu. Kakaangu na dada yangu, ni shukurani zake Allah ikiwa tumefikia muda huu. Siku inakwenda na natarajia inakwenda vyema, pamoja na kumwomba Allah ijalie hii siku iende vizuri. Tumo ndani ya nasaha zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, nasaha zilizo nzuri, nasaha zilizo na kheri ndani yake, nasaha zinazotuongoza katika mahali palipopema. Tumo ndani ya nasaha ya 56 leo. Ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo katika mapokezi na riwaya Imamu Muslim na vile vile akapokea Imamu Abu Daud rahimahumullahu ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehma na amani zimshukie, ittaqul la'inaini, ogopeni laana mbili, ama ogopeni watu wawili wanaolaaniwa, ama ogopeni sababu mbili zenye kusababisha laana. Ogopeni sababu mbili zinazosababisha laana. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man la'inani ya Rasulullah, na ni kina nani hao wenye kulaaniwa wawili? Hao wenye kulaaniwa watu wawili ni nani ya Rasulullah? Ama ni zipi hizo laana mbili ya Rasulullah? Ama ni yapi hayo mambo mawili yenye kusababisha laana ya Rasulullah? Mtume akatoa jawabu akasema, alladhi yatakhalla fi tariq an-nas, wa kwanza ni yule ambaye yuwakidhi haja katika njia ya watu, yule ambaye huenda katika njia ya watu wanaopita, yeye kaenda kukidhi haja katika njia hiyo. Angalia Uislamu namna ulivyotuwekea nidhamu na akhlaq. Ukienda kutupangia pia mahali pa kukidhi haja pawe ni wapi, wakati pale ambapo umeshikwa na haja wataka kuikidhi